Mambo vipi mtazamaji wa The Expo TV Online? Karibu katika channel yetu. Uko na mimi mtangazaji wako Gladys Maria. Wakati taasisi ya FAGD ikiendelea na maandalizi ya uzinduzi wa jukwaa kubwa la kutoa elimu ya afya na bima linalojulikana kwa jina la The Expo, mfuko wa bima ya afya wa NHIF wameiunga mkono na kukubali kushirikiana nao katika harakati hizo. Ofisi yetu hii inasimamia manispaa ya Kinondoni pamoja na Ubungo, na mimi ni msimamizi mkuu katika mkoa huu. Na kwa Dar es Salaam tuna mikoa mitatu. Tuna mkoa wa Ilala, mkoa wa Kinondoni na mkoa wa Temeke. Tunafanya kazi kwa pamoja. Kwa hata jambo hili kwa pamoja pia hatutalifanya peke yetu, lakini tumekasimishwa tu kufanyia katika ofisi hii kama sehemu. Lakini mwisho wa siku tutakuwa pamoja na viongozi wengine wa mkoa wa Ilala pamoja na Temeke. Kwa ufupi huo, naomba nimkaribishe mwenyekiti aweze kufungua kikao tuweze kuendelea. Karibu mwenyekiti. Asante. Ndugu mkurugenzi wa FAGD pamoja na timu yako yote, meneja wetu wa NHIF kanda ya Kinondoni pamoja na watumishi wengine wa NHIF katika kanda zote, natambua uwepo wao, najua wengine wako njiani wanakuja, kwa maana ya Temeke pamoja na Ilala. Tuko hapa leo kwa ajili ya kuangalia namna gani tunakusanyisha nguvu zetu katika kuenenda na muendelezo wa uhamasishaji katika swala zima la bima ya afya kwa wote. Nafahamu baada ya Mheshimiwa Waziri wa Afya kwa maelekezo mahsusi aliyopata kutoka kwa Mheshimiwa Rais kutangaza awamu ile ya kwanza ya swala zima la uandikishaji wa bima ya afya ili wananchi waanze sasa kutumia bima ya afya, maelekezo makubwa mojawapo yaliyotolewa mahsusi ni kuhakikisha kwamba tunalipeleka sasa hii dhana kwa wananchi, kwa maana ya tunakwenda tunawahamasisha, tunawahabarisha vya kutosha ili waweze kuifahamu dhana zima ya bima ya afya kwa wote. Watakapoifahamu sasa vizuri, itakuwa kwetu rahisi namna sasa ya wao wenyewe voluntarily kuweza kujiunga, na wakishajiunga sasa ndio watafaidika na huu utaratibu wa bima ya afya kwa wote. Swala zima la uhamasishaji ni jukumu la serikali, lakini serikali kama mnavyofahamu haifanyi kazi peke yake. Ina wadau wengi. Wadau wa ndani ya nchi, wadau wa nje ya nchi watakaoweza kujitokeza, lakini vivyo wadau wa ndani ya serikali, lakini pia na sekta binafsi nayo ina jukumu kubwa. Kwa hiyo katika hili sisi kama mkoa wa Dar es Salaam, mmoja ya wadau ambao tumebahatika kuwa nao katika swala hili, najua wako wengi lakini huyu ni mdau mkubwa, anaitwa FAGD, naye ameungana na sisi katika gurudumu hili la uhamasishaji kwa wananchi juu ya bima ya afya kwa wote. Tuishukuru sana FAGD kwanza kwa kufuata ule utaratibu wa kawaida wa serikali. Wamepata baraka zote kutoka katika level ya wizara na sasa wapo katika mkoa wetu. Tukasema basi kwa vile utaratibu uliotumika katika level ya juu tumejiridhisha kwamba umefuata yale yote yanayotakiwa, basi katika level yetu nayo vile vile tufuate utaratibu ule ule ili tuweze sasa kuwa pamoja, tu join hands pamoja tuifanye shughuli hii. Naomba tu niende very briefly. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF ni taasisi ya umma ambayo kimsingi majukumu yake makuu ni kusajili na kuandikisha wanachama, lakini pia ni kusajili watoa huduma, ambapo mpaka sasa tumesajili watoa huduma zaidi ya 10,000 nchi nzima ambao wanahudumia wanufaika, ambao wanufaika hao ni wanapata matibabu kuanzia ngazi ya zahanati, vituo vya afya mpaka ngazi ya taifa. Lakini kwenye upande wa wanachama mpaka sasa kulingana na taarifa za mpaka mwezi wa 12, mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya ulikuwa una wanufaika 8%. Tunaposema 8% ni takribani wanufaika 5.6 milioni
ambao tuko nao. Kwa ukichukulia kwa population yetu ya Tanzania kwa wanachama milioni 5.6, unaweza kuona kwamba bado tuna kazi kubwa sana ya kwenda mbele. Kwa katika mazingira hayo, serikali iliona kwamba ili tuweze kuwafikia wananchi wote, ikawa imetunga sheria ya bima ya afya kwa wote. Sasa sheria hii imekuja kwa ajili ya kuaddress mambo kadha wa kadha. Moja wapo, serikali imejenga hospitali, miundombinu, imesomesha madaktari. Leo ukienda mikoani kila sehemu, hospitali sio shida tena. Dawa zinapatikana. Hakuna malalamiko ya dawa. Lakini changamoto iliyopo kwa sasa ni namna ya ku-access service. Watanzania wanaugua baadhi, lakini anaogopa kwenda hospitalini kwa sababu anajua akienda pale kuna gharama za kulipia, anabakia ndani. Ndio wengine wanakwenda kwenye pharmacy moja kwa moja, wengine mitishamba na kadhalika. Maana yake gharama za ku-access huduma. Kwa hiyo sheria hii imekuja kuundwa kwa ajili ya kutatua tatizo hilo. Lakini la pili, unapokuwa mtu mmoja unapoenda kugharamia gharama za matibabu, gharama inakuwa ni kubwa. Tuna swala la cost sharing, the risk of pooling, kwamba tunapochangia wengi, badala ya kulipia 500,000 utalipia 150,000. Badala ya kuchangia milioni 1 utalipia 100,000. Maana yake tutakuwa tumesaidiana kwa pamoja. Sasa ndio dhana kubwa ya kuelekea mpango wa bima ya afya kwa wote. Ili kuweza kutekeleza jambo hili, serikali inafanya kazi na wadau. Na tunashukuru sana taasisi yenu kupitia kwa mkoa mkuu hapa, kwamba mmejitoa moja kwa moja kuona namna gani mna partner na serikali. Na serikali haitafanya kazi yenyewe. Naona tupo kwa pamoja, lakini tuna wadau mbalimbali. Kuna media, kuna watu wa nje, makampuni, mataasisi na kadhalika, ambao wataingia kwenye maeneo kadha wa kadha. Kuna wengine wanakuja kwenye mifumo, kuna wengine kwenye elimu, kuna wengine kwenye uhamasishaji, na wengine maeneo kadha wa kadha. Kwa eneo kubwa ambalo tutajadili hapa kwa leo ni namna gani sasa kati ya taasisi pamoja na ninyi, kati ya msimamizi wa afya kama RMO pamoja na ninyi pamoja na sisi. Kwa sisi tupo tayari kwa ajili ya kupokea na kusikia matamanio yenu ni yapi, na sisi tuone kipi ambacho tuko nacho tayari, tuweze namna gani ya kwenda. Lakini mpango huu umeshaanza tayari na umeanza kwa awamu. Tumeanza na kundi la kwanza ambalo ni kaya maskini. Na kwa kuonyesha commitment ya serikali katika kwenda mpango wa bima afya kwa wote, haikutaka kuwaacha kila mtu aende mwenyewe. Ikasema kuna kundi fulani ambalo hili kundi nikiwaambia waingie hawawezi wakajilipia wenyewe. Inabidi nitenge budget kama serikali ili niweze kuwagharamia. Na hayo sio maneno ya kisiasa. Serikali imetenga fedha, na katika fedha hizo awamu ya kwanza zimekuja NHIF takriban bilioni 48.8 ambazo zinakwenda kugharamia kaya 276. Tunaposema kaya 276 unaongea takriban unafaika milioni 1.2. Ni fezi ya kwanza. Na hii inafanyika kabla ya uzinduzi ambao tunatarajia Mheshimiwa Rais kulingana na ratiba itakavyokuwa imepangwa kipindi hicho atakwenda kuzindua. Anapokwenda kuzindua hasemi tu kwamba nimeanzisha bima ya afya. Hasemi tu kwamba niliahidi ndani ya siku 100, anakwenda na takwimu kwamba niliahidi ndani ya siku 100 na nimetoa fedha kiasi hiki na tayari kuna wanufaika. Na taarifa njema ni kwamba kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 hii juzi, wanufaika wameanza kupata matibabu tayari. Wanakwenda kwenye vituo, wanahudumiwa. Na zoezi la usajili linafanyika nchi nzima. Kwa Dar es Salaam tu sisi tulikuwa tuna orodha ya kaya 4,000. Kinondoni, Ilala, Ubungo tumemaliza zoezi hili. Na mikoani bado wanaendelea kwa ile awamu ya kwanza. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais aliyoyaahidi yanatekelezeka na yanaendelea kutekelezeka. Kwa ninyi kama wadau mnakuja kucomplement zile government effort ili kuweza kuona. Kwa sisi tuko zaidi ya utayari kuona namna gani tunaweza tukapatana kuweza kulifanya jambo hili liweze kwenda vizuri. Asanteni na karibuni sana. Yes. Mimi naitwa Simon Jacobo Mwapagata, ni mkurugenzi wa taasisi ya FAGD, lakini ni mratibu wa jukwaa la The Expo kwa maana ya Tanzania Health and Insurance Expo. Kwa kuzingatia sasa yale majukumu yenu, ningefanya summary ili iweze kuwa fupi sana hii presentation. Kwa kimsingi sisi ni taasisi ya FAGD, kirefu chake ni Foundation for Ambassador Gender and Development Initiative. Taasisi yetu ina takriban miaka 8 sasa hivi toka imeanzishwa,
na tumekuwa tumejielekeza zaidi kwenye kazi za kijamii kwa maana ya kutoa elimu kwa umma pamoja na kuendesha hamasa mbalimbali. Na taasisi yetu ilifanikiwa kupata mkataba wa kwanza kwa maana ya MOU na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ambao tumekuwa tukifanya mambo ya women economic empowerment na gender based violence kwa kipindi cha miaka mitatu sasa hivi, na bado tunaendelea kuwa na MOU nao. Lakini pia taasisi yetu imekuwa ikiratibu kampeni mbalimbali za kwenye jamii kama Zifukuki, Mwanamke na Nguvu ya Kijani na nyinginezo nyingi ambazo tumekuwa tukizifanya. Na mnapo mwaka jana mwezi wa 6 taasisi iliweza kuona gap kwenye upande wa sekta ya bima na afya, na tukaamua kutengeneza kitu kinaitwa The Expo, kwa maana Tanzania Health Insurance Expo, ambao tuliona kwamba kuna umuhimu wa kutengeneza jukwaa la kukutanisha wadau wa bima na afya kwenye platform moja kwa ajili ya kuweza kutoa elimu, lakini pia wao kwa wao kuweza kufanya kama ni discussion ya kufanya uchambuzi wa kuona jinsi gani wanaweza kuwa wanatengeneza zile mechanism au strategy nzuri za kuingia kwenye ground kwa ajili ya kuwahudumia wananchi, kwa maana ni kuwatengenezea meza ya wao kuwa wanakaa pamoja. Lakini tukasema mbali na wao kuwa wakienda wanakaa pamoja, tuone sasa kwa kutumia jukwaa hilo, kwa nini kusiwe na nafasi ya kuweza kuhudumia wananchi moja kwa moja kwa kipindi wanachokuwa nakutana, kwa sababu tunakwenda kwenye community. So tukafikiri hivyo na tukaanza sasa utekelezaji wake kwamba watakutana wataalamu, lakini mbali na kukutana wataalamu wakutane kwa ajili ya kutoa huduma, lakini tutawekea maeneo kwa ajili ya kufanya vitu vyao vingine kama hizo panel discussion na elimu na vitu kama hivyo. Kwanza naomba niwapongeze sana kwa uzalendo huu ambao umeamua kujitoa, kwa sababu mmekwenda extra miles. Kwanza kufanya survey, ku identify gaps, kipi mfanye, na mmekuja wakati ambao tunawahitaji sana kama taasisi. Maanishi mimi namaanisha kama taasisi, lakini pia kama serikali, sababu kama tulivyosema, serikali haifanyi kazi peke yake, inafanya kazi na wadau. Ndio masuala ya PPP, public private partnership, kwamba ili tuweze kwenda vizuri lazima tuwe na wananchi, na wananchi ndio nyinyi mnakaa na wananchi, mna stakeholders wengi, lakini mwisho wa siku kuna ile kuaminika na kukubalika. Mimi nitakwenda kama mtumishi, yule ni mtumishi sasa, wale si ndio wale, unaona. Lakini unapokwenda wewe mwananchi wa kawaida na kuongea nao, wanakuelewa sana. The Expo, where life is protected.